Nilikwambia ufute namba, futa, ukagoma kufuta namba. Binti, nimekukuta nini hapa? Nitakuuliza maswali. Utatikisa kichwa juu kwenda chini ikiwa jibu ni ndio, na utatikisa kushoto kwenda kulia ikiwa jibu ni hapana. Huyu binti ushawahi kumwona? Alikuwa pamoja na huyo? Ni huyu ndiye aliyekuvamia hapa nyumbani? Ni nani aliyekuvamia hapa nyumbani kwako? Jikaze na uzungumzo, unanipotezea muda. Ni mwanamke au mwanaume? Amekwambiaje? Amekufanyaje? Amekulisha nini wewe fala? Kwa hiyo unataka kujibu au sio? Unataka kujibu kwa niaba yake? Haya, nipe majibu. Haya madude meusi ni mavitu gani? Na ni nani aliyetangulia kuingia humu ndani kabla yetu? Ni nani Ni nani? Ni nani? We mpuzi. Nakupa masaa 24 na nusu. Nataka uanze kuzungumza na ueleweke. Yaani ukiwa hujaongea hadi huo muda, nitakuacha mangumi ya kila namna. Naenda zangu home MP. Utamuhifadhi huyo demu. Usinijibu chochote wala usinishauri lolote. Usije ukanipigia simu kama huyo mchumba wako hajaweza kutamka maneno. Nisikilize Muli. Najua kwa sasa huwezi kuzungumza, ila unaweza kunisikiliza na kuonesha ishara. Hatuna lengo baya na wewe, ila sisi ni askari wema. Kitu pekee ambacho tunakitaji kwako ni ushirikiano wako tu,
ili kuweza kukamata wahalifu hawa. Mtu huyu alikuwa na rangi gani? Utatikisa kichwa kukubali kama ndio rangi yenyewe. Je, alikuwa ni mweupe, maji ya kunde au mweusi? Mweusi. Okay. Je, ni mweusi kama mimi? Au mweusi kama Lishati hapa? Au ni mweusi kama Kiza? Okay. Mweusi kama Kiza. Je, ni cha urefu, cha ufupi ama wastani? Okay, wastani. Mara nyingi watu weusi huwa na meno meupe ili waweze kuonekana kwenye giza. Vipi kuhusu huyo kwetu? Ana meno meupe? Okay. Meno meupe. Nilijua tu. Nilijua. Haya. Mweusi kama Kiza. Sio cha ufupi, sio cha urefu. Ana meno meupe. Nywele. Vipi kuhusu nywele zake? Maana watu weusi huwa wanafuga sana nywele. Wana nywele nyingi mno. Huyo kwetu vipi? Ana nywele nyingi? Good. Okay. Kwa hiyo Binora, unasema kwamba alipofika alilalamika kutumia shilingi 25,000 tu, si ndio? Yaani watu weusi bwana, wanapenda sana sifa. Da. Ndio afande. Ila naomba mnisamehe sana mimi. Sikujua kama ananiambia. Wewe kaa kimya wewe. Hata kama angekuwa ananiambia kiasi gani, bado tungemuuza mwenzio. Kwa sababu nyinyi Mabahamedi mnapenda sana hela. Lo. Afande, naomba mnisamehe sana. Tafadhali naomba mnisamehe. Haya, hebu niambie. Alikuwa amevaa nguo aina gani? Alivaa suruali ya kitambaa na shati. Majambazi siku hizi bwana. Yaani jambazi anavaa suruali ya kitambaa na shati. Kama mwimba kwaya vile. Mbona tupo wakati mgumu sana kuweza kupambana nao hawa watu? Halo. Kwa mujibu wa Mabahamedi, inaonyesha zaidi ni kwamba aliyemteka Muli ni Mgana. Na kwa 100% Keta ndiye ambaye amemwamiza. What? Mgana bado hajajitoa West Lawama gang? MP. Kama mwanzo tulikuwa serious, basi sasa hivi tunapaswa kuwa serious zaidi. Tuwapo. Ni aje bro? Safi. Uliniuliza kwa nini inaonekana sipo sawa. Ni kweli. Na nimechagua kukueleza mchongo ulivyo. Kama kuna mitikasi kienda ovyo, umweleze Madha. Kuruhusu achana na hizo issue Mgana. Kuruhusu achana na hizo issue. Alafu hela ya kumtibia Madha pamoja na kulipa kodi itapatikana wapi? Ujue wengine sisi hatujasoma. Na wewe uliyesoma hauna ajira. Na matatizo ya duniani yanasubiri ujipange bro. Ni issue gani hizo? Unamjua Keta? Yule demu kwenye gang yetu. Yule mwenye macho ya mahaba hivi. Muone vile vile na macho yake ya mahaba.
ila ndo kinara wa mauaji. Akiambiwa ua, anaua, haulizi sababu. Hadi kuua mnaua? Tuachane na hayo bro. Huyo Keta anataka nisaliti kodi za genge yetu. Anataka nimpe escort kwenda kwenye kambi ya siri ya Mapongo. Mapongo? Ndo manini? Maskari. Kuna chakalao anatesea watu. Anataka nimpe escort kwenda kumchomoa mtu huko. Ni issue anayoichukulia poa, lakini ni danger kinoma. Kama ni issue ya hatari, basi mkatalie. Na si mna bosi wenu? Hebu mwambie. Kanishika pabaya yule mshenzi. Kuna siri zangu anazimiliki, na nikisema no, ataenda kupayuka kila kitu kwa huyo bosi, na familia itakuwa matatizoni. Unajua, kiacha tofauti zetu mimi na wewe, wewe ni mdogo wangu ninayekukubali sana, na wewe ni mtu mwema Mgana. Najua haya yote unayafanya kwa ajili ya familia. Kama nisiporudi nyumbani, naomba umwambie Maaza nilianguka kiume katika uwanja wa mapambano, na usiache kumpambania Maaza brother Kaifa. Usiache kupambana kwa ajili ya familia. Mgana, utaenda kutimiza haja ya Keta, na utarudi ukiwa salama, na utamkumbatia mama na kumwambia unampenda. Brother Kaifa. Naam. Jana usiku mission ndio ilianza rasmi, na kuna mwanamke mmoja wa hapo Batu anaitwa Muri. Ili ni lazima nimfanyie kitu kibaya kwa sababu ya huyo Keta. Umeua? Hapana, ila itamchukua kama wiki 2 hivi ili kuongea. Hii mission ikikamilika, na kuomba jambo moja. Naomba mimi naye tukae chini, alafu kuna jambo jingine tuzungumze. Na kuomba sana. Brother Kaifa, ukikutana na mwanamke na akakataa kukupa namba yake, au namba yake uliipata kimagendo, na akakwambia futa namba yangu, brother, futa tu. Haya yote yanatokea kwa sababu ya bwege mmoja tu. Aliambiwa na Keta futa namba, akaleta ushamba. Angalia sasa, naenda kuzuru watu wasiokuwa na hatia. Nimekusikiliza na kukuelewa vizuri sana mdogo wangu, lakini nikuombe tena jambo lingine. Ukipata nafasi ya kumuumiza Keta, basi muumize kisawa sawa. Kila la heri bwana mdogo kwenye mission yako. Mungu akutangulie. Asante bro. Who are you? Habari za jioni Inspector. Nimeuliza. Who are you? Naitwa Januaria. Sura yako songeni. Tumewahi kuonana wapi?
Bila shaka unakutana na sura nyingi sana Inspector, wengi wakihitaji msaada wako na watu wengine ni wabaya. Mimi ni miongoni mwa hizo sura nyingi. Wewe ni mamake mlezi na KP bila shaka? Ni mimi ndio. Kadi hiyo imeniwezesha kufika hapa nyumbani kwako. Kwa nini hujapiga simu? Nisamehe sana Inspector. Naomba unisikilize japo kidogo. Okay. Zungumza upesi tajio lako. Then usirudie tena kuja nyumbani kwangu bila taarifa. Ni kuhusu Nurdin. Nurdin ndo nani? Mdogo wake na KP. Siku hizi Chacha amefanya majaribio mawili ya kutaka kujiua. Huyo kauchoka utamu ugali bwana. Hapana. Hawezi kuishi bila kaka yake. Hawezi kuwa hai kama kaka yake atakuwa ameuawa. Niko hapa kukuomba ufanye lolote lile ambalo liko ndani ama nje ya uwezo wako. KP apatikane akiwa hai. Au basi hata mwili wake ili familia iweze kukaa msiba. Nenda kawaambie Nurdin kwamba umekutana na Inspector Zebu. Amekusikiliza kwa masikio yake yote mawili, tena akiwa na akili timamu. Mbona uniombi msamaha wakati umenimwagia maji usoni? What if kama nisipokuomba? Nitaondoka. Go to hell. Mama, jaribu kula chakula hata kidogo. Unajua una vidonda vya tumbo mama. Usifanye hivyo. Nurdin mwanangu. Mama. Nimeenda kuongea na Inspector Zebu. Unajua namzidi umri yule binti. Ndio namzidi. Zebu amenimwagia maji usoni. Kisa kutaka kujua hatima ya kaka yako. Yaani mimi kutaka kujua KP alipo unaishiwa kumwagiwa maji usoni. Pole mamangu. Pole sana. Lakini malipo ni hapa hapa. Umesema malipo ni wapi? Malipo ni hapa hapa duniani. Oh. Malipo ni hapa hapa duniani. Malipo ni hapa hapa duniani. Okay. Malipo ni hapa hapa duniani. Malipo ni hapa hapa duniani.
Pocha kama pocha. Kuna madogo wanalazimisha kurudi kwenye game. Wamemteka KP na ninahisi wanamtesa sana. Nina akili ya kupanga, nguvu ya kupigana na nia ya kulimaliza hili jambo. Yaani leo ndio mwisho wa watu kunidharau. Sawa PKP. Nimekuelewa. Kuna nini? Kuna watu naenda kusalimiana nao kidogo. Naweza nikawahi kurudi ama nitachelewa. Itategemea na namna yetu ya kusalimiana. Mtume. Nilikwambia ufute namba, futa. Ukagoma kufuta namba, futa. Uza yamekufika.